Yaani unajiona katika wanaume na wewe ni mwanaume. Hivi kwa nini unapenda kutoa machozi watoto wa watu? Kwa nini unapenda kualiza mtoto wa kike wewe? Mwisho wako utaona utakuwa ni mbaya sana. Mshenzi wewe. Wewe unitishe mimi. Never. Wewe uweze kunitisha mimi. Alafu wewe ni mwanamke gani usiokubali kuachika? Mbona wanawake wenzio wamekubali wakaachika? Wakina Sara, wakina Flora, wakina Fatuma, wakina Mwajuma na marafiki zako wengine. Mbona wao wamekubaliana na matokeo? Wewe nani mama yangu usikubali kuachika? Au umenogewa na viuno mgando hivi? Ni kumix bias asali tamu isochosha huko. Mtaalamu, nahitaji Mzidole afe mapema sana. Na sio kufa tu. Afe kifo ambacho kitazungumziwa mtaa mzima huu. Nimekuelewa. Usiwe na wasiwasi. Mimi ndo Kakoso akakoso. Atakufa. Na atakufa kifo kibaya sana ambacho kitatrendi nchi nzima. Ila kuna jambo lazima tukubaliane. Jambo gani hilo? Vizuri. Baada ya kuikamilisha kazi yako, itakulazimu uje katika kasili yangu ili nikupige mchoko bwengo. Kakoso, ina maana kuwa hakuna njia nyingine ya kufanya mpaka mimi na wewe tushiriki? Kiukweli sipo tayari kufanya hivyo. Sipo tayari. Kama hauwezi, basi unaweza kaondoka. Hivi unafikiri kazi ya kuua ni kazi rahisi? Unajua dhambi ya kuua wewe? Mtaalamu, nipo tayari kufanya unachokihitaji, ili mradi tu Mzidole afe. Ondoa wasiwasi. Ni kazi rahisi sana kwangu hiyo. Lakini pia kama umeamua kukubaliana na hilo, basi jioni njoo ili tuweze kuifanya hiyo kazi. Sawa. Karibu. Asante. Shikamoo. Marhaba. Nimeagizwa na mama Kemudi. Unahitajika nyumbani, kuna tatizo. Kuna tatizo gani? Sijajua ni tatizo gani. Ila mama kasisitizia sana kwamba unahitajika sasa hivi. Kwa wewe hujui kuna tatizo gani? Ndio. Sasa kwa nini asikwambie kabisa kuna hiki? Sijajua sasa. Sawa, mimi nitakuja baadaye. Faza, lakini itakuwa vibaya. Nyumbani kuna tatizo, afu umeambiwa uende haraka. Wewe ukaendelea na shughuli zingine. Huwezi jua kumetokea tatizo gani. Sikuna tatizo. Ndio. Mimi nitakuja baadaye kwa sababu umenikuta nipo kwenye shughuli zangu. Nikimaliza shughuli zangu mimi nitakuja. Unaweza ukadharau kwamba nitakuja baadaye, kumbe ni tatizo kubwa. Ikibidi tuongozane sasa hivi mimi na wewe. Okay, sawa. Ngoja nifiche panga langu ili Kwanza tulia kwanza. Hizo nini tena? Baba Mudi hatuna tena duniani. Unasemaje?
Ilikuwaje? Asubuhi alipoamka, mimi aliniambia mama, kichwa kinaniuma. Mimi nikachukulia kama utani tu, lakini hicho ndo kilichomuondoa mume wangu. Mahmudi, lakini kumbuka haya nilikwambia. Hichi kijiji chenu sio kizuri Mama Mahmudi, mlete mwanangu, mlete mwanangu, mlete mwanangu. Sasa umeona haya Mahmudi, umeona? Umeona Mama Mahmudi kilichotokea? Shetondo, samahani kidogo. Naomba uende kwa Shehe Zomboko ukampe taarifa hizi, kwa sababu tunajua hawa ndo wenye kijiji. Ndio. Lazima apate ripoti mapema. Sawa. Ila samahani, uko unapokwenda usimwambie mtu yote zaidi ya Shehe Zomboko tu. Sawa? Sawa, mimi nimekuelewa. Nenda bwana. Bamudi. Bamudi. Samahani Baba Mudi, nimekwenda kuona mwili ndani, lakini mwili hali yake sio nzuri. Kuna mtihani gani? Sehemu yake asili imesimama. Sehemu za asili zimesimama? Huo sasa mtihani, kwa sababu kweli inatakiwa apatikane mtoto wa mjomba wake au mtoto wa shangazi yake, lakini sasa wengi wameolewa. Tunafanyaje? La kufanya hapa mzee mwenzangu, twende kwanza tukakae kwenye jamvi, kuna wazee wenzetu ili tushauriane tujue nini la kufanya. Huo mtihani Dada, vipi kwanza, mbona unakuja na wasiwasi huku ukiwa unachungulia huko? Mdogo wangu, huko ndani kuna tatizo kubwa sana. Nini? Nimesikia hapa Baba Mudi akiongea na kaka Maneno. Wanasema maiti sehemu zake za asili zimesimama. Sijui hata nianzie wapi. Dada, kwanza nyamaza kulia. Hili tatizo kwa wewe uliokulia mjini unaliona la maajabu sana, lakini kwa sisi tuliokulia huku vijijini hili ni la kawaida, huwa linatokea mara nyingi sana. Inapotokea tatizo kama hili, wanachokifanya wazee wanamuita binamu wa kike, anamkalia marehemu. Ina maana unataka kuniambia hiyo hali ni ya kawaida? Mimi nimeshalisikia sana huku vijijini, ni sana, kwa sababu hayo yanatokeaga. Sijajua chanzo ni nini, lakini yanatokeaga, na ufumbuzi wake ni kwamba anatafutwa binamu, anakwenda anamkalia. Limekaa vibaya kuongea, kibidi tuseme anakwenda anamkalia. Ikishindikana wanatafuta kitu kizito wanamwekea, kwa sababu huwezi jua. Dada zangu watoto wengi wa kiume, 2 wa kike wameolewa. Sasa hapo si tunafanyaje? Maana yako sasa hapo ni nini? Kwa maana yako manake mimi sasa nitoe wanangu. Swa dakta. Shemeji, hapa tunazungumzia swala la ndoa. Hapa tunazungumzia ubinamu wa Mudi na wapwa zake. Haijalishi wameolewa, haijalishi hawajaolewa. Wewe mbona unataka kunitukana kwenye hili? Shemeji, una akili gani? Unajua mimi nitakupiga makofi. Unajua shemeji, tuheshimiane. Nisikize kijana, nikwambie. Kanitie dada zangu waje hapa. Ili swala peke yangu mimi siwezi kuliweza. Lazima wale waje hapa tujadiliane nao. Nenda kanitie dada zangu waje hapa. Hapo shemeji unakosea. Wale watoto wa kike tutakuja kuambiaje masuala haya? Marehemu yani sehemu za asili zimesimama. Shemeji, wale dada zako. Wewe hukuzana na mimi, wewe umezana dada. Wewe umezana dada. Leo naliamua hivi peke yangu mimi. Wale nawaeleza nini kati ndugu zangu? Ujue mjomba ni mama. Yaani wewe mkali wa maneno. Kisha kama sio kanyaga makofi, sio mimi.
Basi tufanye hivyo. Tunaitwa. Sijui kumetokea nini. Hebu acha kulia kwanza dadangu, wote tuna uchungu. Twende kwanza tukasikilize wazee wanasema nini. Huyu mtoto nje ya ndoa, maiti inazika mwenyewe. Ukiniuzi na beba nyumbani kwangu na huji. Yaani ukiniuzi tu na beba maiti nyumbani kwangu na nikikuona na kuchinja. Taratibuni jamani, taratibuni. Huu ni msiba, sio sherehe jamani. Jinga huyu. Majirani zangu mnakosea jamani. Mimi nakwambia, kwa sababu muda wote maneno. Muda wote tukanitukana. Bila hawa mimi siwezi kupanga kitu. Lazima ndio maana nimewaita hapa. Dada zangu mimi nimewaita. Waita kwangu hapa au kuwaita kwetu hapa kwenye kikao kuna jambo. Na ndio maana tunambana hapa muda wote. Mwana yetu ndani imekutwa na jambo zito. Marehemu wetu hayuko sawa. Hajanyoka bado. Kwa mujibu alivyonipa taarifa wa mabwana, mwanetu sehemu zake za siri zimesimama, bado ziko wima. Ndio maana ukaona marumbano yote mnayasikia mnakuwa. Tunafanyaje? Nikaona ni waiti sasa na nyinyi tushirikiane watu kwa pamoja. Lakini maneno ya huyu bwana mimi naona yanachanganya kichwa. Tokea mwanzo nilisema hapa anatakiwa binamu, awe mtoto wa mjomba au mtoto wa shangazi, na ukizingatia shangazi zake Mudi watoto wawili wa kike, wengi wa kiume, na wawili hao wameshaolewa. Na ndio maana nikakuita shemeji. Inawezekana ukawa msaada mkubwa kwenye jambo hili. Haiwezekani. Ukiniambia Kinyafu anafaa kwenye hili au Wanangumiwa anafaa kwenye hili, haiwezekani. Kwa sababu hapa tunazungumzia wala ndoa kama nilivyokuambia awali. Hapa tunazungumzia ubinamu wa Mudi. Yoyote anafaa kwenye hili. Sio lazima mwanangu mimi. Wewe mbona kunichanganya kichwa? Ukiniuzi wewe Mudi humziki. Nabeba maiti ya mjomba wangu naenda kuzikia kwangu. Wewe wakati unamzaa Mudi dada yangu bado hujamuoa. Umemuoa dada yangu wakati Mudi kashazaliwa, kwa kihalali Mudi si mwanao. Nabeba mimi kwangu na kwangu kuziki na kwangu kuji. Yaani wewe ni mpumbavu kabisa. Kwa sababu unaona kitu. Kaka. Hivi unajua ile tatizo limetukuta sisi? Huyu tumeachana mtoto mdogo na hivi karudi tunakuja kuzika mtoto huyu alomtelekeza. Wewe ndio ulohudumia huyu mtoto, umemtunza toka utoto, kuugua, kufanyaje, nguo mpaka leo. Leo limetokea hili, aibu hii ni yetu, maiti ndani inaharibika, inachacha hiyo tunavyochelewa. Kwa mimi nikuombe kaka, utufunike hii aibu kama ulivyofunika malezi ya yule mtoto, na aibu hii uifunike. Uende ukaongee na mwanetu Kinyafu ili aje hapa aweze kuliokoa hilo tatizo. Watu wakijua watahadisia hapa tu kosa, tuna majirani hatujui mioyo yao ikoje. Kwa ni kuombe kakaangu, vumilia. Hebu nenda ukaongea na mtoto aje alimalize ili tufiche aibu yetu. Ni kweli kaka kama anavyosema. Kumbuka hii ni aibu yetu sote. Na Kinyafu pekee ndio binamu yake Mudi. Na ndo anatakiwa afanye hivyo kakaangu. Maana bila yeye tutadhalilika kaka. Tutaumbuka familia nzima, sio mimi peke yangu. Kaka, hebu naomba tuokuwe na janga hili basi. Usikatae. Nimeelewa. Ila kwa kuwa hili jambo linahitaji ujasiri, na Kinyafu hapa sikuja naye. Kinyafu nimemwacha nyumbani baada ya kupigiwa simu tu mimi kuna jambo hili. Nikamwambia kwanza afanye usafi pale, kisha afunge mlango ndio haje. Kwa hiyo mimi naomba rudi zangu nyumbani. Nikamfuate Kinyafu na nikae naye chini, nimtengeneze kisaikolojia, maana hili jambo zito kwake. Na sio kwake hata kwa mtu mzima hili zito. Mwanangu mimi bado mdogo, bado ni mdogo sana yule. Anahitaji kutengenezwa, kuelezwa. Kwa hiyo nimpenda nafasi sasa. Nitoke hapa, nimpate Kinyafu nyumbani. Kabla hajafika mji huu. Mimi nawaacha sasa. Sawa. Hebu subiri hapa. Subiri hapa niongeze. Dada. Njoo mama moja.
Muda. Hivyo hivyo tu kaka. Shangazi, shikamoo. Harapa, jambo. Sijambo. Sasa dada, ukisema wewe unalia muda wote wakati msiba utajaumaliza, huu msiba tunaumalizaje? Tatizo ile dangu bado geni, tatizo bado bichi kabisa hili. Kwanza tujue tukulimalize tatizo ndo tulie. Sasa wewe unalia wakati msiba bado mbichi kabisa dadangu. Kaka, naachaje kulia? Naachaje aliyekuwa mtoto mwenye alikuwa ni wewe mmoja tu? Haya, tunalia. Tulie wote. Hili tatizo tunalimaliza vipi? Kwanza tumalize hili tatizo la mtoto, alafu ndo tulie msiba dadangu. Msiba kwetu bado mbichi huu. Mimi sasa nimemleta kinyafu. Mimi nimeshindwa kuzungumza naye kama baba aibu. Wewe mwanamke mwenzio, binti yako huyo, zungumza naye. Zungumza naye tujue jinsi ya kumaliza hili jambo. Kinyafu, nimekuleta kwa shangazi yako. Kaa naye, zungumza naye. Atachokizungumza msikilize, na wewe utachokikubali. Mimi kama babako niko tayari. Msikilize shangazi yako. Umsikilize? Sawa baba. Mimi niwaache hapa. Kinyafu, binti yangu, tatizo lililotokea humu ndani ni kubwa sana, na hakuna mwingine wa kulitatua isipokuwa ni wewe tu. Tatizo gani hilo shangazi? Kuna tatizo kubwa sana. Binamu yako amefariki, lakini sehemu zake za siri zimesimama. Laiti angekuwa na mke ndo ingekuwa dawa yake, lakini kwa sababu binamu yako hajaoa, wewe ndo dawa pekee ambayo unaweza kutuokoa na hili. Shangazi, kwa hiyo utakuniambia mimi ndo nikafanya hilo jambo? Haswa? Kumbe umenielewa vizuri. Shangazi, mimi siwezi. Sikiliza mwanangu, yaani kama ukitaka kitu chochote mimi niko tayari kukupa, ili mradi unifichie hii aibu. Katika mila zetu na tamaduni zetu, mtu akiwa kwenye hali kama hiyo hawezi kwenda kuzikwa mpaka sehemu zake zikae sawa. Yule ni maiti, sio kaka. Sawa, kitendo cha dakika chache tu, kidogo tu unafanya, alafu nakaa sawa. Shangazi, mimi kulala na maiti siwezi. Mwanangu, kwa hiyo nataka mimi shangazi yako nipate aibu. Fikiria hata wewe mwenyewe. Ina maana tutakaa na maiti mpaka siku gani? Mpaka lini? Yaani kitu ambacho kinachoitwa maiti naiogopa mimi, siwezi. Una huruma na mimi? Una huruma na shangazi yako? Tutakupa zawadi kubwa. Wewe kubaliana na hili swala. Umenielewa? Umenielewa binti yangu? Nenda basi. Nenda mwanangu. Angalia muda wote toka tumesimama hapa. Ungeshaingia na ungeshatoka. Kitu cha dakika moja tu. Nenda binti yangu. Asante Mungu.
Mbona uko kinyonge Bafagasi? Shida nini? Mudi almaarufu Mzidoli amefariki. Na kinachosikitisha zaidi amekufa huku akiwa imesimama. Wewe unafurahi mwenzio kufariki? Sio kufurahi tu. Yaani natamani hata nikapike pilau kuku nile, nishushie na juice. Unajua nini Bafagasi? Kupoteza mtu mmoja kwa kuokoa maisha ya watu 100, huo ni ushujaa. Na sio ushujaa tu, bali ni ujasiri uliopitiliza. Sikiliza nikwambie. Mimi Mzidole kufa ikiwa imesimama, kwangu ni furaha kubwa. Yaani niseme I like it. Nimependa. Shemeji. Ndio. Shemeji bana, mimi nimekuita. Kila ninavyokaa na tafakari na discuss na changanua, lakini naona hili swala mimi bado halinipi. Kuna jipya tena shemeji? Shemeji, Kinyafu mimi sijamzaa peke yangu. Kinyafu ana wajomba zake. Kinyafu nimezaa na mtoto wa kike na mtoto wa kike na ndugu zake. Wajomba zake na waeleza nini linapotokea tatizo lingine mle ndani kwa Kinyafu. Shemeji, swala gumu. Lakini shemeji, si tumeshakubaliana hili jambo? Sawa, nimekuelewa. Lakini shemeji, nirudie tena. Kinyafu sijamzaa mimi peke yangu. Kinyafu nimemzaa na mke wangu. Na mke wangu ana ndugu zake, ana familia yake. Leo Kinyafu kaenda kulifanya lile tatizo. Mimi familia yake naeleza nini kama unavyojua ile familia? Shemeji, ile swala mimi naona haliwezekani. Lakini shemeji, hili jambo tumeshakubaliana. Umeona? Na mila na desturi zetu ziko hivyo. Linapotokea tatizo kama lile, la maiti, basi mtoto wa mjomba wake au mtoto wa shangazi yake akalimalize. Leo mtoto wa mjomba wake yupo na tumeshakubaliana na tayari watu wanataka waende wakalifanya hilo jambo. Shemeji, hili tatizo mtu ligeuze kwanza. Tuligeuze hili tatizo. Yaani ligeuze wa kiume ayo kwangu mimi, yaani ile maiti ndani iwe ndo mwanangu mimi. Kinyafu awe mwanao wewe. Shemeji, ungekubali? Yaani kwanza nataka nikwambie, huko nakoelekea msiba tunauharibu. Kwenye swala hilo haliwezekani kwa sababu Kinyafu mimi sijamzaa peke yangu. Alafu shemeji, nikwambie kitu kimoja. Kama sio Kinyafu, hili tatizo lingekuwaje? Kama hayupo, tungetafuta njia mbadala. Haya, tutafuteni njia mbadala sasa. Tayari tumeshakubaliana. Na jambo saizi linafanyika. Leo unakuja kubadilisha mawazo. Sasa nani atafanya jambo lile? Ukisema kwanza jambo linafanyika, sisi tujadiliana akafanya, lakini muda wa kufanyika ni bado. Unaponiambia jambo lile linafanyika, linafanyaje? Ngoja kwanza. Kinyafu. Wewe useme jambo linafanyika. Sasa linafanyikaje? Tutafuteni njia nyingine, ila sio mwanangu mimi. Mwanangu mimi hawezi kulifanya hilo bwana shemeji. Mwanangu mimi muacheni hawezi kulifanya hilo. Kinyafu mimi halifanyi ile tatizo. Mama mama nikamfue mama alipo. Kinyafu hafanyi. Saa hizi watu washaingia ndani. Mimi nakwambia hafanyi. Kaingia ndani. Washaingia ndani sasa. Mimi nivue nguo babu akiwa ananiangalia. Sasa kwani kuna shida gani? Shangazi, mimi siwezi. Mbona unanifanyia hivyo lakini shangazi? Mara unanitia moyo, mara unanivunja moyo. Manake nini? Yule babu yako yuko pale kwa sababu yeye ndo anajua mambo ya desturi na mila. Kwani unanifanyia hivyo? Unataka mimi nizalilike? Jaribu kunionea huruma kidogo basi. Kwani unataka kunizalilisha? Babu yako hata kama amekuona mwanangu, hatotoka kuja kusema kwa watu wengine. Hiyo inabaki kuwa siri yako wewe pamoja na yeye babu. Umenielewa mwanangu?
Sawa, nimekuelewa shangazi. Ishu mwanangu, so poa. Sijawahi kuisikia na wala sijawahi kufikiria kama inaweza katokea. Unajua nini mwanangu? Hata mimi najiuliza sana. Hivi inawezekanaje mwanangu mtu anakufa msimamisha? Kwa maana ni uhaba mademu au kaendekeza sana? Mimi nahisi yule jamaa alikuwa atakuwa apati. Sikia, mtu bikra unakuwa huna hisia na kile kitu. Huyu itakuwa kaendekeza sana mwanangu. Ndio afikie situation ile mtu unakufa. Lakini mimi naona usilaumu sana kwa sababu hata hujui kifo chako. Na mimi sijui kifo changu bila nikitaje. Wanakuaje hapa na? Kama kawaida. Fresh mwana. Na msamani kwa chini. Na kwa mafaga. Nisikilizie hapo mwanangu. Dua familia. Saula. Sikia mwanangu, hapa kuna jambo liko sawa. Inabidi tuliweke sawa. Unaelewa kuhusu marehemu? Hapo hapa niliposikia tetesi, mtu wangu atakuwa alimaliza hilo jambo. Jambo ambalo sio kweli. Sikia Saula. Wewe hamna mdada yoyote mtaani hapa ambaye anaweza akalifix hili jambo. Dada ambaye malaya. Noma. Mtaalamu wa hizo kazi. Utaweza kupata? Tayari nishampata. Nani? Yupo dada mmoja anaitwa Fatuma Chula huyo. Kazi yetu imeisha mwanangu. Yupo? Yaani yule dada yule. Kwanza anaweza kaenda na watu 10, 5, 3, 2, 1 bila hata kunywa maji. Mbona yeye na kitu? Sikia sasa mdogo wangu. Mambo yasiwe mengi tusiweke. Anapatikana wapi ukamfuate sasa hivi? Hilo jambo dogo. Blomo, hilo jambo dogo kwangu. Fatuma Chula mimi naijua mitaa yake. Sasa hizi mimi naenda kumsaka. Sana. Lakini hatutakiwi tujaji kwa sababu ndio imeshatokea. Na kama tunavyojua mwanadamu kifo huwa nacho mahali popote anapokuwa. Na hili jambo ama hii taarifa ya msiba ni watu wachache sana tunaoifahamu, kwa maana mpaka dakika hii hapa taarifa hazijasambaa, kwa sababu kama tunavyojua ndugu yetu amekufa kifo kibaya sana. Na ubaya zaidi amekufa akiwa amesimamisha. Ila mimi ninachowaomba ndugu zangu, tupoe, turelax huku tukiwa tunafikiria nini cha kufanya. Kwa maana uongozi mzima wa familia ndio wanashughulikia hili jambo, nao ndio watatupa mrejesho kuhusu cha kujua kitu gani cha kufanya. Kwa hiyo tusiwe watu wa kubwabwaja, watu wa kulia, watu wa kuonyesha huzuni mwingi. Japo inauma. Huyu ni ndugu yetu marehemu aliyokufa. Afadhali Fatuma Chula nimekuona. Mwanangu leo kuna issue. Kuna hela au maneno matupu? Hela ipo lakini ya moto. Kwa Fatuma Chula hamna hela ya moto. Wewe sema wako 2, 3, 4, 5 au 10. Yupo mmoja lakini ni marehemu. Marehemu kivipi?
Sikia, mimi na mwanangu mmoja kafariki, lakini Zakari imesimama. Katika kujadili, natakiwa patikane mdada ambaye atafanya hiyo kazi. Katika kufikiria kwangu mimi, nikakumbuka kabisa nina mwanangu Fatuma Chula. Umefanikiwa? Hapana, mimi siwezi. Basi vizuri. Umeona huyo? Huyo atafanya badala yako. Naomba unisaidie kwa hili tatizo. Niko chini ya miguu yako. Sasa ninaingia na kufanya pap au ilale kabisa? Yaani kinachotakiwa mwanangu, natakiwa ilale kabisa. Kazini kwangu leo kuna kazi. Naomba unisaidie mwanangu. Usiwazi, limeisha mama. Unasikia? Sawa. Kwa nini unaamini kuwa Mwasi anahusika kwenye kifo cha Mzidole? Mimi sijawahi kuona binadamu anafurahia kifo cha binadamu mwenzake. Kwa maana hiyo, kwa namna moja ama nyingine, Mwasi atakuwa amehusika kwenye kifo cha Mzidole. Wewe nani kakwambia kuwa Mwasi amefurahia kifo chake? Nimemshuhudia kwa macho yangu baada ya kumpa taarifa ya kifo cha Mzidole. Kama kweli Mwasi itakuwa amefurahia na umemshuhudia, basi itakuwa na usika. Wewe Mzidole, kwa unajiona ni kijogoo sana. Yaani unajiona katika wanaume na wewe ni mwanaume. Hivi kwa nini unapenda kutoa machozi watoto wa watu? Kwa nini unapenda kualiza watoto wa kike wewe? Mwisho wako utaona utakuwa ni mbaya sana. Mshenzi wewe. Wewe unitishe mimi. Never. Wewe huwezi kunitisha mimi. Alafu wewe ni mwanamke gani usiokubali kuachika? Mbona wanawake wenzio wamekubali wakaachika? Wakina Sara, wakina Flora, wakina Fatuma, wakina Mwajuma na marafiki zako wengine. Mbona wao wamekubaliana na matokeo? Wewe nani mama yangu usikubali kuachika? Au umenogewa na viuno mgando hivi? Ni kumix bias asali tamu isiyochosha huko. Hakuna cha kiuno, hakuna cha nini. Umenisikia Mzidole? Kama umewachezea wanawake wengine, mimi siachiki kirahisi hivyo. Mimi sikubali kuachika kirahisi. Na kama ni kuachika kwangu kwa vita. Si umenielewa? Yaani huu moto ule uwashe ni moto wa kuashia mbali. Kama umewachezea mabinti wengine, sio mimi Mwasi. Mwisho wako ni kaburini. Si umenielewa vizuri? Yaani mtoto mzuri kama wewe unamdanganya mtoto umlize. Sio mpoje nyewe wanaume mwangae nywele zake kama chano la bangi. Sio nilipendea nini hili? Nenda huko. Mwanamke mwenyewe unatembea kama ngadu bwana. Pande huku upo, pande kushoto huko. Mbele huko, nyuma huko. Wewe mbwa wewe, ukiniona mimi ama zako ama zangu nitakufanya kitu kibaya wewe. Sura mbaya. Mwanamke gani unatembea kama mdigo, miguu imekaa upande namna hii? Unanitisha. Mimi unitishi. Mimi mwenyewe mtoto wa Sumbawanga. Wewe nani unitishe mimi bwana? Uchawi nimezaliwa nao. Shenzi wewe. Uno limekukolea hiyo. Angalia, unaweza ukasema ameishiwa. Kumbe mwenzio ana kinyongo kweli. Lisije kakukuta jambo. Achana naye. Hana uwezo huo. Mimi nyumbani nimeaga. Afu kwetu Sumbawanga mtoto wa Kitanga. Umeelewa? Baba Mtanga, mama Sumbawanga. Hakuna wakumtisha wala usio na wasiwasi. Hapa ndo wamefika. Wale wanataka kusanyane huko mzima. Yaani hapa hawezi akatoboa. Au unasemaje mtoto? Unasemaje? Ila Mzidole bwana. Mix bias, ni ku mix bias, unasogole. Hapo sasa ni 100% amehusika. Una wazo gani? Mimi nitaongea na kakaangu. Ila kama kweli itakuwa amekufa kwa kudra zake Mwenyezi Mungu, ni sawa. Ila kama atakuwa amekufa kupitia mkono wa mtu, basi Mzidole atarudi. Vipi mwanangu, umefanikiwa? Mamangu,
Kweli leo kuna kazi. Kazini kwangu kuna kazi. Kwani Mungu mimi nimekukosea wapi? Mpaka unipe mtihani mzito kama huu? Tafanya nini sasa? Mungu, mbona unanipa mtihani mzito? Mama, asante. Inabidi niondoke. Sawa. Sasa jamani, tunafanyaje? Maana tushagulumbana, tushafanya vya kufanya, lakini kila kitu tunachokifanya hakiwezekaniki. Wazo langu mimi labda afuate ile shehe. Sawa. Aje amuombee. Inawezekana ikalala. Hapana, tufanye kitu kimoja. Ingekuwa inawezekana jambo la shehe, basi watu wasingeika kuchukuliwa nani, wasingeika jambo la binamu. Hivi katika hii tiba inahitajika binamu yake tu ama mwanamke yeyote? Imetakiwa binamu yake kwa sababu anaweza kuoa binamu yake. Lakini angekuwa na mke mkewe, hakuna mke basi binamu yake. Sasa basi mwanamke yote anaweza kulifanya hili. Kwani mimi sio mwanamke? Wewe mwanamke sawa, lakini wewe mama yake. Kweli. Kweli nangu sio wewe. Haiwezekani. Dada. Dada. Mdogo wangu Bafagasi, umekuja mjini, kuna vitu inabidi nikukumbusha. Katika kipindi chote utakachokuwa hapa mjini, kuna vitu ni vya kuogopa sana, inabidi ukae navyo mbali. Vitu gani hivyo kakaangu? Vizuri. Kwanza, mwanafunzi ni wa kuogopa sana, kwa sababu unaweza kujitafuta kimaisha na ukaanza kujipata, kisha ukajikuta umetembea na mwanafunzi. Hapo tayari umeshaharibu maisha yako. Ni lazima ukimbie au ufungwe miaka 30. Na jambo la pili, ogopa sana mke wa mtu. Hata siku moja usije ukahadaika au kujidanganya kutembea na mke wa mtu. Sambamba na hilo, epuka sana kutafuta mahusiano kwenye umri wa kutafuta pesa, kwa sababu tayari utakuwa umeshajiwekea viziwizi za kufanikiwa. Na jambo la mwisho ni kujaribu kuvikimbia au kuviepuka vile vyote vilivyokatazwa na Mwenyezi Mungu pamoja na serikali. Ukifanya hivyo, utakuwa umejitengenezea mazingira mazuri sana katika utafutaji wako. Mimi nakuahidi kakaangu, nitaishi maneno yote ambayo umeniambia. Ni vizuri kama utakuwa umenielewa, kwa sababu kama hautoyasikiliza haya, basi kuna siku maneno yangu yatajirudia. Hauna haja kumtoa kwa siri, kwa sababu kipindi mnaingia niliona na sikufanya chochote. Alafu tabia yako nimeizoea na nimeanza kuipenda pia. Unataka kuniambia wewe ni mke wa Tashi? Na hii tabia kuleta wanawake ndio kaida yake? Ndiyo, mimi ni mke wake na nishaizoea pia. Kumbe ni malaya eh? Ni mchafu hivi. Yaani hata ufananie. We binti, sikia nikwambie. Naomba uje taratibu. Huyo unayemuita malaya kwangu ni baba yangu, ni furaha yangu, ni kila kitu katika maisha yangu. Siwezi kuruhusu mwanamke usiye na mbele usiye na nyuma wa kufikia tu ukamtukana. Naomba ujiheshimu na ushika adabu yako kabla sijakushika mimi.
unaweza ukaenda. Ondoka. Vipi lakini babangu? Ulikumbuka kutumia kinga? Ya, naanzaje kuacha kwanza? Yote nasamini afya yako pamoja na kwangu mimi. Nakupenda sana mpenzi. Na ndio maana nakupenda. Asante. Na mimi nakupenda pia. Wakati wote hata ukifanya ujinga, unakumbuka kunijari. Inakuwaga ndefu wasiponi text, inakuwaga maugomvi. Je, akiniacha mwaka sindo nitadadi? Oya, nawaza nimposti ila naogopa watamroga. Maina, wewe ni mwanamke mzuri sana. Kwa unavyoning'ang'ania unashusha CV yako. CV? CV gani unayozungumzia? Isiyokuwa na furaha? Niko hapa kwa ajili ya kutafuta furaha yangu. Sijali watu watanionaje na wewe upoje kwa kunilinganisha na mimi. Nakupenda sana Bafagasi. Mimi sikupendi. Naomba uniache niondoke. Sawa. Mimi niko tayari kukuelewa kwa lolote lile. Lakini nataka kujua kwa nini haunipendi? Na wakati mwanzo ulikuwa unanipenda sana. Hakuna mwanamke yoyote yule ambaye niliwahi kumpenda kama ninavyokupenda wewe. Nilijitahidi kufanya kila kitu hadi ambavyo viko nje ya uwezo wangu ili mali tuwe ufurahi. Katika huu mwili wako hakuna ambacho sijawahi kunyonya. Kila aina ya fangasi nilikula mama. Ili mali tuwe uwe na furaha, nikuridhishe, nikufurahishe. Lakini matokeo yake ukaulalua tu moyo wangu. Nowadays nimepona, umekuja tena. Lengo lako ni kuulalua tena. Sasa aliyekutuma mwambie umenikosa. Ndoto zangu sikuwaza iwe hivi, nilowaza niende kwa wazazi na ili visiwe vya wizi wizi. Niwe baba yeye awe mama naye, amechanganywa na maisha ya siku hizi. Amegeuka nguo kauka kuvae, amekuwa ndege wa angani, anaumiza chini juu. Yaani hivyo ulivyo, nikikutazama na yule ndo unamlilia? Sio mtanashati, sio mzuri wa sura, hana hata muonekano. Mdogo wangu, usikijaji kitabu kwa nje bila kukisoma. Alafu sisi wanawake, pamoja na kupenda pesa, muonekano, lakini bado kuna sehemu lazima iguswe. Ndio utaona raha ya mahusiano. Lakini cha ajabu, hiyo sehemu wanaweza kuigusa ni wanaume wachache sana. Kwa hiyo yule mkaka ni mtaalamu wa kugusa. Lakini kwake sijiwezi, siwezi ficha. Kama ni gali ameniacha stendi, na unga na parangana, nini nitafanya? Sio burudani, nilimweka ndani, mboga lokosa ladha, lakini wapo walomvutia. Alafu unajua huyu mwanaume wako atakuletea matatizo sana. Unadhani nitafanyaje sasa? Ina maana hujui cha kufanya? Wanaume wapo wengi, kwani usitafute mwanaume mwingine? Unadhani ni rahisi kumpata mwanamke bikra kwenye dangulo la wadada wanaojiuza? Najua hakuna mwanaume ambaye achiti, lakini anatakiwa kuchiti pasipo wewe kujua. Kwenye mapenzi kuna kuvumiliana mapungufu. Na sio kila mwanaume anayekuchiti hakupendi. Hayo ndo mapungufu yake ya kila mwanamke anayemwona anamtaka. Hivyo nitamvumilia. Au kuna kitu unakipata? Unaamini sehemu nyingine hautokipata? Amna chochote, ni kuvumiliana tu. Alafu pia sipendi kujifariji eti sina matatizo wakati ninayo mengi tu.
Kwa hiyo naamini atabadilika. Yaani itakuja kufikia kipindi hatabadilika, atakuwa nakupenda wewe, hatawaza tena huko nje. Shoga yangu, mbona una mwanaume wako mdogo kuliko wewe, alafu ana hata pesa, na hawaja tumekaa kimya tu. Tuachane na hizo mada. Kwa hiyo Bafagasi, hivi ni kwa nini unachukia sana wanawake? Wewe nani kwamba mimi nachukia wanawake? Kwa sababu muda mwingi nakuonaga sana uko peke yako. Unajua Shazna, kwangu wanawake nawachukulia ni kama viumbe muhimu sana. Yaani kwenye ustawi wa jamii yetu lazima wanawake wawepo. Ila mimi sijaona level yangu, ndio maana sitaki kuwa katika mahusiano. Level yako? Ukiwa unamaanisha nini? Unajua mapenzi ni kama viatu. Ukivaa vikubwa vitakupwaya. Kwa hiyo itapelekea hata utembeaji wako utakopo sio mzuri, utakusumbua. Vile vile ukivaa vidogo pia vitakubana. Hiyo itapelekea utembeaji wako pia utakuwa ni wa shida. Hivyo nikipata size yangu utaniona katika mapenzi shemeji. Kwa hiyo unataka kuniambia wewe hujaona size yako mpaka sasa? Ndio. Kwani wewe unaona maana ni size yangu? Nikipata size yangu utaniona kwenye mapenzi shemeji, wala usiwe na wasiwasi. Unajua nini? Nisingependa uendelee kuniita shemeji. Mimi nilikuwa naomba uniite Shazna. Unaitapendeza zaidi. Kwani ushemeji unakufaga Shazna? Mimi na wewe milele ni mashemeji. Nimenuna sasa. Usinune. Sawa. Unataka nisinune? Basi chagua mambo mawili. La kwanza, ukashinde kwangu mpaka jioni. La pili, nikashinde kwako. Usinitekenye bwana, unanitia hamu. Sasa wasiwasi wako ni nini jamani? Wakati mimi nipo. Hujachoka? Si umetoka kufanya muda sio mrefu lakini. Hata nifanye mara ngapi? Kwako uwaga naikaga akiba. Yaani siwezi kumpa mtu mwingine yeyote zaidi yako kipenzi. Nakupenda tashi wangu. Nakupenda pia mpenzi wangu. Basi ngoja nikupikie ili kabla hujaenda kula upate kwanza kula. Nianze kula kwanza halafu upike. Haya, twende basi ndani nikakupa yake yako. Unajua najiuliza umewezaje kumkataa Maina, mwanamke mrembo kuanzia sura mpaka umbo? Mwanaume aliyekamilika anapenda vitu viwili kutoka kwa mwanamke. Ni nini na nini? Heshima na akili. Shape kubwa inapendwa na wanaume walevi na wasiokuwa na akili. Unajua ni kwa nini nakupenda Bafagasi?
kwa sababu una akili na uendeshi na hisia. Alafu umejikubali kuwa ni mwanaume usiovutia machoni mwa wengi. Sasa hiyo ndo sababu ya kupendwa jamani, wakati tayari umeshaniambia kwamba sio mwanaume ninayevutia machoni mwa wengi. Unajua nini Bafagasi? Siku hizi wanawake tuna akili sana. Unaweza kukuta mwanamume mzuri, mweupe, handsome boy, lakini anachokimudu yeye ni kukutoa machozi tu. Kweli wewe ni tofauti sana. Bafagasi, asante sana. Ila nilikuwa naomba unielekeze msalani. Kunja iko na tu hapo. Utaona choki kwa hiyo. Shemeji vipi? Shemeji naomba unisaidie. Sasa nawezaje kuingia shemeji? Kwani hujavua nguo? Nisaidie shemeji, naumia.